hakuna jipya katika dunia hii, bali kilichokuwa kipya ndani ya maisha yetu ni pale ambapo tunapokubali na kugeuka na kuwa kiumbe kipya machoni kwa Bwana na kufa. Shalom, shalom. Bwana Yesu atukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe tena. Mahali popote ulipo ndugu mpendwa ambayo unatufuatilia majira kama haya, Mungu akubariki sana mahali ulipo. Leo ni siku njema sana ambayo Mungu ametengeneza ili mimi na wewe tuwe wazima. Kusudi kubwa la Mungu na kukuacha kuwa mzima na kukupa afya njema kama jinsi ulivyo leo ni kwa sababu wewe upate nafasi ya kumtukuza, upate nafasi ya kumuinua, upate nafasi ya kumsifu Mungu. Siku ya leo tutasoma kitabu cha Yohana sura yake ya 3 mstari wake wa kwanza. Hili somo litatusaidia sana na tutajua mengi sana ambayo yanayoweza kutusaidia katika maisha yetu ya Kikristo. Tunasoma Yohana sura yake ya 3 mstari wa kwanza, tunashuka chini. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa yu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Hili ni historia ya Nikodemu, ambapo ulikuwa ni wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo, wakati Kristo alipokuwa akitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na kupitia hivyo kuna mambo makubwa sana Kristo aliyoyafanya, ambayo baadhi ya mambo hayo ni miujiza mikubwa ambayo alifanya: kuponya wenye ukoma, kubadili maji kuwa divai, kuponya vipofu, kufufua wafu na kuponya wagonjwa. Alifanya mambo mengi makubwa, kutuliza bahari. Alifanya vitu vikubwa sana, kulisha watu 5,000. Ilikuwa ni mambo ambayo haya. Basi twende kusoma mstari wake wa 4. Unasema ya kwamba Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Baada ya Kristo kumwambia Nikodemu ya kwamba inabidi uzaliwe kwa mara ya pili, Nikodemu alimwambia Kristo ya kwamba mtu atawezaje? Itawezekana namna gani mtu tena kuzaliwa mara ya pili na wakati alishakuwa mzee? Hebu tafakari. Ina maana Nikodemu kwa wakati alikuwa ameshakuwa mzee, na ujue ya kwamba amesomea neno la Mungu na tayari alikuwa ameshakuwa mzee. Ina maana ya kwamba amelisoma neno la Mungu, amelirudilia kila mara, amelitafakari kila wakati, lakini hakufikia point ya kujua ya kwamba kuna kuzaliwa kwa mara ya pili. Ndio maana alisema itawezekana namna gani mtu azaliwe kwa mara ya pili pindi akiwa mzee. Ndio maana Yesu akamjibu akamwambia ya kwamba amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kuna kuishi baada katika dunia hii tunayoonana mimi na wewe, na baadhi ya watu wengi sana hawajui ya kwamba kuna kuzaliwa kwa mara ya pili. Kuna kuzaliwa ambapo tunapaswa kuishi kabla hatujatoka katika kuzaliwa kwa mwili, na kuzaliwa huko ni kuzaliwa katika roho. Maana Biblia inasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ina maana ya kwamba tunabidi tuzaliwe katika roho, na ndio maana Kristo aliacha umungu mbinguni akakuja kwa ajili yetu sisi, ili ya kwamba pale ambapo tulipopotea, ambapo inaandikwa katika kitabu cha Yohana sura yake ya 3 mstari wa 16, pale ambapo sisi tulipopotea, pale ambapo sisi tulitoweka katika roho, tulitoka katika njia ya roho, katika ulimwengu wa kiroho, hatukuonekana tena, ikabidi haje kutupatia tena maisha ya rohoni. Ndio maana amesema ya kwamba kilichozaliwa na mwili ni mwili, kwa sababu mwili ni wa dunia hii, uko na limit. Mwili hautapita dunia hii, mwili utabakia katika dunia hii, lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho ambacho kitaishi milele. Roho haikufi, na roho haizeheki, na roho haina uchanga. Roho ni roho milele na milele.
roho haifi kamwe, maana roho hautaigusa na hautaikamata, na roho ina uhai wa milele na milele. Roho haikufi. Sasa wakati unaishi katika mwili, Nikodemu alijua ya kwamba ndiyo maisha yote, hakuna maisha mengine zaidi ya haya tunayoyaishi katika mwili. Na ndio maana Kristo alimwambia pasipo kuzaliwa hutaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba amwaminie mwana wa Mungu huyo apotei, bali atakuwa na uzima wa milele. Ukisoma Yohana sura yake ya 3, Biblia inasema ya kwamba amwaminie yeye Mungu, amwaminie yeye Kristo ambaye ametumwa na Mungu, huyo hatapotea bali atakuwa na uzima wa milele ndani yake. Ina maana ya kwamba kuzaliwa kwetu sisi kwa mara ya pili ni kumwamini Kristo, kumwamini Yesu Kristo ya kwamba ni mwokozi wa maisha yako, kumwamini Yesu Kristo ya kwamba alisulubishwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, kumwamini Yesu Kristo ya kwamba yeye ndiye Baba wa watu wote, yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Kuna process. Wakati unapomwamini Kristo, unaachia roho yako wazi kupokea vilivyo vya rohoni. Na wakati unapomwamini Kristo, Roho wa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu atakuja kukaa ndani yako. Wakati yule Roho anakuja kukaa ndani yako, ndipo pale tunaita kuzaliwa kwa mara ya pili. Mtu ambaye Roho wa Mungu hajakaa ndani yake, mtu ambaye hajabadilisha njia zake, mtu ambaye hajatubu dhambi zake, mtu ambaye hajaamua kumfuata Kristo, mtu ambaye hajaamua kuacha matendo yake mabaya, mtu ambaye hajaamua kuacha njia zake zisizofaa, huyo mtu bado anaishi katika mwili, bado hajazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa kwa mara ya pili ni kuacha njia zetu mbaya. Kuzaliwa kwa mara ya pili ni kupokea ujumbe wa Kristo, ujumbe wa toba na kuitika, kukiri, kukubali, kubadilika katika maisha yako. Pasipo kuzaliwa kwa mara ya pili, hakuna ambaye atakayemuona Mungu, hakuna ambaye atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana tunahitajika lolote lile tunalolifanya ambalo aliambatani na mapenzi ya Mungu, ambalo haliko chini katika uongozo wa Roho Mtakatifu, hilo jambo tusishikamane nalo, bali tushikamane na lile ambalo Roho analotuvuvia ndani yetu. Na ndio maana Kristo alimwambia Nikodemo ya kwamba inabidi uzaliwe kwa mara ya pili. Ina maana ya kwamba unikubali, uachane na njia zako mbaya, maana ukinikubali utakuwa umezaliwa kwa mara ya pili. Bwana Yesu atukuzwe. Nimewaambia mambo ya dunia wala hamsadiki. Mtasadiki wapi niwaambie hapo mambo ya mbinguni? Biblia inasema, Yesu anaambia watu ya kwamba mimi nawaambia mambo ya kidunia hii, lakini hamuyaamini. Je, mtaamini mambo ya mbinguni namna gani? Kwa maana ya nini? Watu wengi wanadhani kuishi katika dunia ndio mwisho wa maisha, wakati wanajidanganya. Kuishi katika dunia ndio mwisho wa maisha. Kuishi katika dunia ni mwanzo wa kukupeleka kuishi maisha ya umilele. Na pasipokuwa na Roho wa Mungu ndani yako, ni kama vile mwanadamu unapoteza muda bure katika dunia. Unaweza ukaishi miaka na miaka katika dunia hii, unaweza ukatembea huko na huko katika dunia, lakini kama haukupokea Roho wa Mungu ndani yako, kama haukufanyika upya ndani yako, ndugu mpendwa, miaka 100 ambayo utaishi katika dunia, miaka 70, miaka 80 ama miaka 60, 90 ulioishi katika dunia, itakuwa ni miaka ambayo imepotea. Lakini ukiishi katika dunia kwa malengo, kwa ajili ya nafsi yako, mahali ambapo inastahili kwenda, utaishi kwa namna ya kutafuta ile kweli iko mahali gani.
Na ndio maana Kristo aliambia watu kwamba hata niwaambie mambo ya mbinguni hamutayaamini, kwa sababu ya duniani yenyewe bado hamujayaamini. Ya mbinguni mutayaamini namna gani? Muda tulio nao leo hatutakuwa nao kesho, na kila siku ni siku mpya ya wewe kujiandaa kwa ajili ya nafsi yako. Kila siku tumepewa zawadi kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Muda kama na huu, wewe ambao unaisikiliza sauti hii, tengeneza maisha yako. Uzuri wote tunaouona wa dunia hii ni bure kama mtu hana Mungu ndani yake. Kwa maana mwili huu unaotudanganya kwa mengi utakufa na utaharibika, lakini nafsi yako itaenda mahali gani? Roho yako itaishi namna gani? Tazama, Mungu amekupatia nafasi hii. Mungu anakuonesha nuru yake ya kweli. Mungu anakuonesha njia ya kweli ya kufata. Usiwe mbishi. Kuna Mungu anayeishi, kuna Mungu anayetenda, kuna Mungu anayesamea dhambi, kuna Mungu anayeosha dhambi, kuna Mungu anayetetea watu, kuna Mungu anayefungua watu katika vifungo, kuna Mungu anayefanya watu kuwa huru, kuna Mungu anayekupenda, anayekutafuta, anakuhitaji. Ukiitika kuzaliwa kwa mara ya pili, basi utakuwa mtu, na utakuwa mtu ambaye mwenye kumpendeza Mungu. Vyote vya dunia tunavyoviona vitapita. Pesa hizi tulizo nazo tulizikuta na tutaziacha. Magari haya tulionayo tuliyakuta na tutayaacha. Mavyumba, manyumba makubwa tulionayo ya kifahari ambayo tumeyatengeneza na mengine tumeyauza kwa fedha zetu, tutayaacha. Watoto wetu ambao tuliowazaa tutawaacha, nao watatuacha. Wake zetu, waume zetu ambao tulionao, ambao tumeoana, watatuacha na sisi tutawaacha pia. Hakuna kipya katika dunia hii, hakuna jipya katika dunia hii, bali kilichokuwa kipya ndani ya maisha yetu ni pale ambapo tunapokubali na kugeuka na kuwa kiumbe kipya machoni kwa Bwana, na kufata njia iliyokuwa ya haki, kufata njia ya hai, kufata njia inayostahili, kufata njia inayofaa, kufata njia inayoleta uongozi wa kweli. Haleluya! Bwana Yesu atukuzwe. Maana ukisoma hata kitabu cha Zaburi sura yake ya kwanza mstari wako kwanza unasema ya kwamba heri mtu yule ambaye asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Eti kwamba heri mtu yule ambaye asiyekwenda katika shauri ya wasio haki. Kuna watu wengi ambao wanaishi katika dunia, wanakaa na watu ambao waliokuwa na mashauri yasiyokuwa na haki, mashauri ambayo yasiyofaa, mashauri ambayo yasiyokujenga katika njia hii tuliyo nayo ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni heri mtu yule ambaye asiyekubali kuongozwa na maneno ambayo isiyofaa, isiyostahili, maneno ambayo isiyoleta uzima ndani yake. Iti kwamba anasema ya kwamba wala akusimama katika njia ya wakosaji. Kuna njia ambazo tunazosimama ambazo sio njia za kweli, ambayo njia hiyo tunaitafsiria ni njia ambayo ya kutembea katika mambo mabaya, mashauri mabaya unayoyapata, marafiki wabaya ulio nao, ni njia mbaya tosha katika maisha yako. Iti kwamba ni bora mtu ambaye asiyekaa katika njia mbaya, njia ya masengenyo, njia ya matetano, njia ya magomvi, njia ya uwizi, njia ya usharati, njia ya uchawi. Hizo ni njia za watu wabaya. Eti ni heri mtu yule ambaye asiyekaa katika njia hizo, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Haukai na watu ambao wanaofanya vitu visivyostahili. Haukai na watu ambao wanaofanya mazindiko ya kidunia. Haukai na watu ambao wanaofanya mazinga hombo ya kidunia.
Eti ni heri mtu yule ambaye asiyeketi na watu kama hao, kwa maana mtu huyo anatengeneza maisha yake na baraka zake zitakuwa nyingi sana katika maisha yake. Maana anasema kwamba bali yeye mtu huyo sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Baada ya kuzaliwa kwa mara ya pili, ambayo tunatafsiria kubatizwa kwa Roho, kumpokea Roho wa Mungu ndani yako, inabidi sasa wewe mtu upendezwe na sheria za Bwana, ambao ni maneno ya Mungu, ambao ni maneno ya Mungu, ni ujumbe wa habari njema, ukupendeze. Kupendezwa na kitu ni kukipokea kile kitu na kukifanya kuwa sehemu ya maisha yako, ndiyo kupendezwa na kitu. Kwa mfano, nikisema napendezwa na mavazi meusi, ina maana ya kwamba napenda sana kuvaa mavazi meusi, na yaani hayo mavazi meusi inakuwa ni sehemu ya maisha yangu. Maana kila mahali utakaponiona ninavaa mavazi yale meusi, kwa sababu tayari ni sehemu ya maisha yangu. Sasa wewe Mkristo, wewe ambaye umezaliwa kwa mara ya pili, jambo ambalo unapaswa kujua ni kupendezwa na sheria za Bwana, kusoma neno la Mungu. Shetani iko nguvu sana. Kila wakati mtu anapopenda kusoma neno la Mungu, unaona mambo mengine yanatokea, mambo mengine yanajitokeza. Kwa sababu ya nini? Shetani anajua kwamba ukisoma neno la Mungu kwa haki, ukisoma neno la Mungu kwa kweli, hautakuwa gisi ulivyo. Kuna mambo makubwa yatafanyika. Utapata ukomavu wa kiroho, utapata nguvu za kiroho, na hautakuwa masikini. Utabarikiwa maisha yako. Haleluya! Maana Biblia inasema katika mstari wake wa 3 ule, unasema kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vizito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanyikiwa. Nami sasa naamini ya kwamba tukiishi katika neno la Mungu, tukitembea ndani ya neno la Mungu, hatutahangaika na kitu tena, hatutateseka na kitu tena, hatutalia na kitu tena, hatutahangaika na kitu tena, kwa maana Roho wa Mungu ni tajiri mkubwa. Roho wa Mungu atatusaidia na tutafanikisha na tutaendelea na tutapiga hatua ya maisha na tutafika mbali sana, kwa maana tukitafakari neno la Mungu litakuwa ni maisha yetu na tutafanikiwa. Mungu akubariki mahali ulipo. Shalom.